Ndaja. Ndio. Ni kwa kweli mwenye ile kakangu naiona. Kakangu amebadilika, amekuwa mtu tofauti. Yeye pombe na yeye. Imefika kipindi hata ile kula ndani aache. Hebu niambie. Na tuko wawili tu mimi na yeye. Na mimi ndo namtegemea. Na yeye yupo kwenye hali kama hii. Yeye nashindwa hata kuelewa na vurugu mimi hata nifanyeje. Ni kweli mdogo wangu Kajanja kweli kabadilika. Tena kabadilika sio kidogo. Kabadilika aswa. Yaani kaombe sasa hivi. Mchafu. Yaani akumbuke hata kuoga. Yaani akikupitia kama gari la taka. Sio Kajanja yule unamjua wewe au unamjua mie. Sio yule kabadilika sawa. Yaani tena kabadilika ghafla. Yaani mlevi akitoka asubuhi amelewa, hajulikana amelewa saa ngapi. Asubuhi hawalala na hizo pombe, hajulikani. Yaani muda wote kalewa. Sijui hata tunafanyaje. Mimi najua mimi nashindwa kuelewa. Ndio maana nimekwambia wewe dada yangu, labda utanipa ushauri. Maana kama unavyojua tuko wawili. Tena hata kumkimbilia wewe ndo dada, wewe ndo jirani, wewe ndo kila kitu. Na mimi ndio mtegemea ndio huyo kashabadilika yaani sijui hata kitu gani kinachomvuruga. Yaani hapo cha msingi unachotakiwa kufanya. Sababu mimi nikisema naenda kufuatilia kwa Kajanja sitaweza. Wewe cha msingi unachotakiwa kufanya ni kumfuatilia. Kimya hatua kwa hatua ujue shida ni nini. Ana tatizo gani? Maana kabadilika ghafla. Yaani hapo ulichokiongea ni cha maana. Kuja nijaribu kumfuatilia. Nijue kitu gani ninachofanya mpaka yalewe. Yaani mpaka akumbuke hata kula. Yaani imefika kipindi akirudi nyumbani hata kula yeye hali. Yaani vile vile alivyo mpaka analala na viatu kitandani. Yaani dangu inapitia wakati mgumu unajua. Basi sawa, wewe mfuatilie tujue shida ni nini. Tujue tunamsaidiaje. Sawa mdogo wangu. Nashukuru.